Mwamba akambeba kwenye makalio na kumpandisha kiunoni, akaanza kumpiga denda. Movie inaanza, mwalimu mgeni Sofia anamsimamisha mwanafunzi Lucas, anamwambia samani Lucas, nafikiri wewe ni yule wa jana Odugo. Mwamba anamwangalia tu. Mwalimu Sofia anasema nimekusimamisha ili nikushukuru kwa kunisaidia jana usiku nifike nyumbani salama, asante sana. Lucas akawa anamwangalia tu huku ashikilia begi lake na kaamua kusepa, akimwacha mwalimu Sofia akijiuliza mwanafunzi gani huyu asiye na adabu. Kesho yake asubuhi, mwalimu Sofia akiwa darasani anafundisha somo la Kiingereza, mwalimu akauliza nani anaweza kuniambia muundo ni nini, definition ya syntax. Mara Lucas akawa anaingia darasani bila kumsalimia mwalimu. Mwalimu Sofia akawa anamtazama Lucas. Mpamba wake Lucas akanyanyuka na kuanza kufuta kiti cha Lucas na kitambaa ili kiwe kisafi. Mwalimu akauliza ni upuuzi gani unaendelea? Lucas akakaa na kupandisha miguu juu ya dawati. Mwalimu akamwambia Lucas, hebu shusha miguu kwenye dawati. Lucas akamwambia mwalimu, sikiliza, kazi ya mwalimu kufundisha, kwa hiyo unaweza kuendelea. Mwalimu akamwambia hili ni darasa, shusha miguu yako na ukae vizuri. Akamwambia kwa hiyo unanipangia jinsi ya kukaa? Kwani wewe ni mama yangu mpaka unipangie? Sikiliza, kama huwezi kufundisha toka nje. Mwalimu Sofia akamwambia sawa, fanya unavyotaka. Kisha akamwambia niambie syntax ni nini? Umesema nini? Muundo ni nini? Sijui maana ya Cynthia. Sijasema Cynthia, nimesema syntax. Iwe Cynthia au syntax nishakwambia sijui. Kwa nini unashindwa kunielewa? Mwalimu akaona hapa naongea na mwandawazimu, akasema tuendelee. Okay Evelyn, neno syntax lina maana ya upangiliaji wa maneno na vishazi ambavyo huleta maana nzuri katika lugha. Mwalimu akasema mpigieni makofi. Hebu mpigieni makofi vizuri tena, natumai mmesikia alichosema. Kisha akaenda mpaka meza ya Lucas akamwambia Lucas, nahitaji uje unione ofisini baadaye, nitakupatia assignment. Tumeelewana? Lucas hakujibu chochote. Mwalimu Sofia akaamua kumwasha na kurudi ubaoni, akawaambia wanafunzi, nahitaji wote msome maana ya syntax kwa sababu nitauliza maswali. Tumeelewana? Ndiyo mwalimu, na kuondoka zake. Baada ya mwalimu kuondoka, Lucas akamwambia Evelyn, njoo, nani akwambia ujibu swali? Evelyn akawa anajikuna tu, akamuuliza tena, wewe nani kakwambia ujibu swali? Njoo hapa nikufunze adabu. Siku inayofuata Lucas wakati anaondoka shule, mwalimu Sofia akamwita Lucas, akamwita tena Lucas. Lucas akasimama na kugeuka, akamuuliza assignment yako iko wapi? Akamjibu sijafanya. Kwa nini? Kwa sababu sijui. Akamwambia hiyo ndo maana ya assignment. Ndiyo, unatakiwa mtafute mtu anayefahamu akusaidie kujua, ni hivyo tu. Lucas akamwangalia kwanza juu kisha akamshusha chini, akamwambia sawa, nimekuelewa, na kuondoka zake. Mwalimu akawa anamshangaa, anamwita Lucas. Mwamba akageuka akawa kiziwi, akaita tena Lucas. Mwalimu akashindwa kumwelewa kabisa, ikabidi arudi ofisini. Huku nyumbani, mwalimu Sofia akapanda kitandani na kuchukua simu yake na kumpigia simu mpenzi wake wa mjini. Hey, akamwambia baby I'm sorry, naweza kupigia tena baada ya dakika chache. Mara mwisho umeniambia hivyo hivyo na kunipigia tena. Nitakupigia tena na kuhakikishia baby, tafadhali. Mwalimu ikabidi akubali kishingo upande tu, lakini anaumia tangu afike shuleni. Chumba yake iko bize tu muda wote. Kesho yake asubuhi, mwalimu Sofia ipo darasani akawa anafundisha juu ya mashujaa wa Afrika na kuambia nadhani kwa leo inatosha, mnaweza kwenda kupumzika. Wanafunzi wakanyanyuka na kwenda kupumzika, akabaki Lucas peke yake. Mwalimu akamfuata Lucas alipo na kumwambia unaweza kunipatia assignment yangu? Lucas akawa anakula mkate tu na soda huku akijifuta majasho na mikono yake, kisha akamwambia sijafanya. Mwalimu akashangaa, ikabidi akae kwenye dawati na kumuuliza kwa nini hujafanya? Sikupata mtu wa kunisaidia. Kwa hiyo unataka kuniambia hakuna mtu anayejua parts of speech? Ndiyo, hakuna, lakini pia nikushauri, kama unatoa assignment toa kwa kila mtu assignment, sio unipe peke yangu assignment. Kwani kuna shida gani? Toa assignment kwa wote, au mimi ndio nakosea tu? Mwalimu akasema hapana, usinielewe hivyo. Sikiza Lucas, wewe ni special student, mimi najaribu kukusaidia tu. Lucas akamwambia kama hujasaidia watu, anza na watu wanaotaka kusaidiwa, usianze na watu wasiohitaji msaada wako. Hii shule ni kubwa, subiri wanafunzi waje kukuomba msaada, lakini usiende kwa watu wasiohitaji msaada. Sijamtuma mtu yoyote wala mimi mwenyewe. Wewe sio kioo, kwani wewe nani? Wewe unataka kunisaidia mimi? Mimi sitaki msaada wako, fanya mambo yako na mimi nafanya ya kwangu, tusiingiliane na kuomba, sitaki msaada wako, na kuondoka zake. Mwalimu Sofia akabaki anamshangaa tu. Wakati mwalimu Oliver akiwapa somo la nidhamu wanafunzi, Lucas akawa anaingia darasani. Alipomwona akamwita Lucas, ulikuwa wapi na kuingia darasani muda huu? Lucas akamuuliza wewe na kuhusu nini? Wewe ndio unanipa hela kununua vitu mapumziko au ndio unanilipia ada? Usirudie tena kunikaripia. Mwalimu Oliver akamwita tena Lucas, kwa hiyo unanielekeza nini kinanihusu mimi? Mimi ni mwalimu wako ujue. Akamwambia wewe Oliver, nakuonya, kitu gani kinakuhusu wewe? Usifanye nikasirike, nitakupasua. Kama hajakwambia mimi ni nani, nitakuonyesha. Kisha akaangalia shikaji zake walipopigisha magoti na kuambia nyanyukeni 001. Sawa mkuu. Akamwambia mwalimu, sikiliza, mimi ni mtakatifu
Chief aka St. Lucas, lazima uwe na heshima. Wewe utakuwa mwalimu tu, sio gavana. Ukirudia tena kuwapigisha hawa magoti kama vile wewe gavana, wewe nitakuonyesha. Mwalimu Oliver akawaka, haya ni matusi. Lucas, unashinda kutambua uwepo wangu? Hivi unajichukulia wewe ni nani? Mwamba akamfuata ticha. Ticha akawa anaogopa, akawa anamwangalia vizuri ticha Oliver. Akamwambia, nikinyanyua mkono wangu nitakuharibu. Kisha akamvua miwani mwalimu Oliver na kuondoka nayo. Mwalimu akawa anafoka, Lucas, niletee miwani yangu. Sitaki kunirudishia miwani yangu, nitakuonyesha na kusepa zake. Wanafunzi wakabaki wanacheka tu. Lucas akavaa miwani na kwenda mbele ya darasa na kuigiza mwalimu Oliver anavyofundisha. Nadhani tumeelewana hapa. Ndio, hebu tuangalie Buga Arena. Let me see. Olololo Buga. Wakati mwalimu Sofia anarudi njiani, akakutana na mzee mmoja akamsalimia. Shikamoo mzee. Mzee akageuka akamwambia, binti, hebu njoo. Mwalimu Sofia akamfuata na kumsalimia tena. Mzee akamwambia, lazima utakuwa mgeni hapa. Akaambia ndio. Je, umejuaje? Mzee akamwambia, hili ni eneo dogo sana, kila mtu hapa wanajuana. Mzee akamwambia, nimesikia mengi kukuhusu wewe. Mwalimu akamwambia, sawa, ila sikufahamu. Mzee akamwambia, mimi naitwa Ahmadi Oda, ni baba yake Lucas. Mwalimu akasema, oh, ni vema kukufahamu. Kisha akamsogelea na kumuuliza, unafikiria nini juu ya mtoto wangu? Mwalimu akamwambia, kama unazungumzia kuhusu shule, nadhani Lucas anaonekana kama mtu asiyependa shule. Samahani kwa kusema hivi. Mzee akamwambia mwalimu Sofia, huko nyuma hakuwa hivi. Tangu alipofariki mama yake ikamfanya abadilike. Nilitaka kuja shuleni kukuona kwa sababu anaonekana umeweza kumshawishi. Mwalimu akashangaa. Mzee akamwambia, kama kuna lolote unaloweza kufanya apende shule, naomba ufanye. Tafadhali mfanye apende shule. Mwalimu akasema, utanisamehe sana mzee, sidhani kama kuna chochote nitachoweza kumshawishi. Naomba usinichukulie vibaya, nafikiri ni uamuzi wake kupenda shule, so mimi wala wewe. Nisamehe kwa hilo. Mzee akasema, siku kadhaa zilizopita nilipoamka usiku kujisaidia, nilimuona Lucas akijisomea kitabu usiku, na hii haijawahi kutokea kwa muda mrefu sasa, na nilichofikiri uliyemshawishi utakuwa ni wewe. Kwa hiyo narudia tena, naomba nisaidie apende shule, na nisingependa umwache achukie shule. Mwalimu Sofia akasema, subiri kwanza, je, ulimuona akiwa anasoma nini? Mzee akamwambia, parts of speech. Mwalimu akashangaa, wao, basi sawa, nitaangalia nitavyoweza kumsaidia Lucas. Wakaagana. Mwalimu Sofia akawa anajiuliza, inawezekanaje hii? Kesho yake darasani mwalimu anafundisha, Lucas amelala tu huku miguu kaipandisha juu ya meza. Wakati anafundisha, Lucas akajamba darasani, hana habari, anajikuna tu. Wanafunzi wakageuka kumwangalia, ushuzi unanuka kinoma noma, wakawa wanabana pua mpaka mwalimu akasahau alipoishia. Natumai kila mtu atakuwa ameelewa, huku akimchungulia Lucas. Mwalimu akasema, kwa leo tutaishia hapa na kuwashukuru wanafunzi na kuondoka zake, huku akiwa anamwangalia Lucas. Usiku mwalimu Sofia anampigia mpenzi wake Jida na muuliza, kinaendelea nini? Mbona sikuelewi? Ni siku 2 zimepita sijasikia chochote kutoka kwako. Jida anamwambia, najua baby, nilikuwa busy sana baby. Kwa hiyo ukiwa busy ndio hatuwezi kuwasiliana? Mara 3 unaniambia utanirudia na unirudii. Nashindwa kuelewa. Jida mpenzi, kimetokea nini? Au una mtu mwingine? Usifikirie hivyo baby, sina mtu mwingine. Kiukweli Jida sikuelewi kabisa. Jida anamwambia, nisamee baby, nina vitu vingi vya kampuni baby, nitakupigia baadaye, usijali. Lakini vipi, uko sawa? Akajibu, niko sawa, ila kuna mwanafunzi ataka kumsaidia, ila sielewi naanzia wapi kumsaidia. Jida akamwambia, usijisumbue na wanafunzi, nitakutumia pesa, sitakusaidia. Mwalimu akasema sawa. Mwalimu akawa anafundisha darasani juu ya poetry, yani ushairi. Lucas akawa anaingia darasani bila kusalimia. Mwalimu akamwita Lucas. Lucas akageuka akamwambia, hebu nipatie assignment yako sasa hivi. Akamwangalia akamwambia, sijafanya. Mwalimu akachoka akamwambia, naomba unione nje sasa hivi na kuambia wanafunzi nitarudi. Lucas akamtupia begi Mr. Pimbi na kumfuata mwalimu. Mwalimu akamwambia, Lucas, kwa nini hutaki kufanya assignment ninazokupatia? Basi sawa, hebu niambie part of speech noun ni nini? Lucas akamwambia, sijui hiyo noun. Kwa hiyo bado hujafanya assignment? Kwani wewe inakuhusu nini? Tatizo liko wapi mimi kutofanya assignment? Kwa hiyo unasema hiyo hainihusu? Sikiliza, sitaki kukutia stress, umenisikia? Fanya kama walimu wengine, usifanye unanijari. Chukulia kama sipo shuleni. Mimi sihitaji msaada wote kutoka kwako, mimi nitajiangalia mwenyewe tu. Mimi sio kama walimu wengine, nitakupeleka kwa mwalimu mkuu kama utafanya assignment zangu. Nasubiri nione, usinipelekeshe mimi. Kwani wewe umekuwa mama yangu? Lucas, kwa nini uko hapa? Nakuuliza, kwa nini upo hapa shuleni kama uko tayari kujifunza? Nishakwambia ya kuhusu. Lucas, zingatia ninachokwambia, umenielewa? Unajifanya mama yangu. Sikiliza nikwambie, kama wewe sio mama yangu, siwezi kumheshimu mtu yoyote. Siwezi kufanya assignment yako. Kama unadhani nitafanya assignment yako, unapoteza muda.
Kweli nadhani unijui kijana, lazima ufanye assignment zangu, la sivyo nitakuripoti wewe na wenzako mlivyotaka kunifanyia. Sisi hatujafanya chochote na wala mimi sijakufanyia chochote. Si unakataa? Ila nimesikia hukumu ya kubaka katika hiki kijiji ni kifungo cha maisha jela. Je, ungependa kumalizia maisha yako gerezani kwenye matatizo makubwa zaidi? Mwamba akamwambia hakuna mtu atakaye kuamini, hakuna mtu atakaye kuamini, kwa hiyo tuliza mshono. Sasa nisikilize, nataka assignment yangu mapema kesho asubuhi. Na kuondoka zake. Lucas akawa na mzumu. Mwalimu wakati anaondoka, mwalimu Oliva akamuita Mwalimu Sofia. Mwalimu Sofia akasimama na kumsogelea ili kumsikiliza mwalimu Oliva anataka kusema nini. Akamwambia asubuhi nilikuona na Lucas, je, kakufanya chochote nimtie adabu? Mwalimu akasema hapana, hajafanya chochote. Akataka kuondoka, akamsimamisha tena. Kumbe ticha bwabwa linashindwa kutongoza, likawa linajiumauma. Mwalimu Sofia akamwambia asante kwa vyote, mimi naenda. Akamsimamisha tena. Mwalimu Sofia akamwambia nimekwambia siku nyingine, sio kwa sasa, na kuondoka zake. Mwalimu Oliva akawa anammezea mate tu. Wanafunzi walipopita akakasirika, akawa anawafokea na kuatia bakora. Siku inayofuata Mwalimu Sofia akamwita mwalimu Oliva. Mr. Oliva. Mwalimu akageuka. Mwalimu Sofia akamwambia nahitaji kuona matokeo ya Lucas na maana toka siku ya kwanza alipokuja hapa shuleni. Ticha Oliva akamwambia nifuate. Baadaye Mwalimu Sofia akamwona Lucas kakaa nje ya mlango wa kuingilia shuleni. Akamuuliza Lucas, naweza kukaa nawe? Lucas akageuka na kuendelea kula karanga. Mwalimu Sofia ikabidi ajiongeze, akamsogelea paka alipo na kukaa. Akamwambia nisikilize, sikuwa na akili wakati nasoma, sikuelewa chochote alichokuwa anafundisha mwalimu. Kila mtu aliniona mjinga na hakuna mtu aliyenijali. Lakini baadaye Mrs. Ududu alinihamisha shule na kunipeleka alipokuwa anafundisha. Kujua kwa nini aliamua kunihamisha. Kisha akaanza kunifundisha kipindi cha mapumziko pia baada ya masomo, na ikuchukua muda nikaelewa kila kitu, nikaanza kufanya vizuri. Ni kwa sababu kuna mtu aliamua kunifundisha. Lucas akamwambia kwa hiyo umekuja hapa kunihadithia story ambayo unahisi inafanana na mimi? Nishakwambia hatuwezi kuelewana, kwa nini unashindwa kunielewa? Nishaelewa sasa, hakuna kitu unachokipenda kwenye masomo, ndio maana najaribu kukusaidia. Yule mtu alionisaidia mimi na mimi nahitaji kutenda vile vile kwako. Nisikize Lucas, sitokukatia tamaa, nitafanya ninachoweza kukusaidia na nitakuwepo muda wote utakaotaka tuzungumze. Lucas akamwambia subiri, hebu kaa. Alipokaa akamwambia nitakia niwakilishe shule yetu kimataifa katika mashindano, ningeshinda. Kabla sijaenda kuna kitu kilitokea, nikaenda kumwona mama yangu. Bahati mbaya mama yangu akafariki. Alinisindikiza mpaka stendi, wakati anarudi akapata ajali. Ticha akamwambia pole sana, sikuweza kuongea naye tena, inaniumiza sana. Kila wakati namkumbuka mama yangu, nashindwa kufanya chochote. Mama ndiye alikuwa ananisapoti, ananipenda, ananijali. Toka fariki nimepoteza mwelekeo kabisa. Mwalimu akamwambia sio makosa yako. Lucas asema ni makosa yangu, kama asingenisindikiza stendi asingepata ajali. Lucas, mama yako amefariki na huwezi kufanya chochote, lakini kuna mtu anayeishi, anakupambania, ana matumaini na wewe na anaomba kwa ajili yako siku hadi siku. Kwa upande mwingine anampambania mtoto. Nisikize kwa makini, kama chochote kitatokea kwa baba yako kwa sababu ana wasiwasi na kuogopa kwa ajili yako, huyo ndio mtu utakayekuwa umemuua. Tuchukulie umerudi kusoma kwa ajili yake. Sasa kwa nini usisome kwa bidii? Kwa nini usibadilike kabisa kwa ajili yake? Au fikirie mama yako angekuwa hai, wewe unadhani angefurahi jinsi ulivyo kwa sasa? Niambie, huu sio muonekano mama yako angependa kuuona, na nina imani anakuangalia kutoka mawinguni. Lucas, kumbuka mama yako amekufa, lakini hajakuacha, bado anakutazama na baba yako anatumaini na wewe. Naomba tuliza akili yako na ubadilike kabisa, nami niko hapa kusapoti kwa chochote unachotaka, umenielewa? Na kumshika bega Lucas na kuondoka zake. Lucas akabaki anatafakari nini cha kufanya. Usiku mwalimu yupo kitandani akasikia mlango unagongwa. Akauliza nani anagonga mlango? Akasema St. Lucas. Ikabidi amfungulie mlango. Akamuuliza Lucas, unafanya nini hapa? Uko sawa? Kila kitu kipo sawa, usijali. Sikiliza, kile kitu ulichoniambia shuleni umeongea vizuri sana, nashukuru. Akataka kuingia. Wewe. Akamwambia sidhani kama huu ni muda mzuri wa mazungumzo, nami sijavaa vizuri kwa wewe kuingia kuzungumza, kwa hiyo samani, nitaongea na wewe kesho. Akamwambia chumba chako kizuri, kiko simple. Okay, haina shida, tutaonana kesho. Sawa, usiku mwema. Hajakaa vizuri, mlango unagongwa tena. Akasema jamani Lucas. Akafungua mlango. We Luka, kumbe Mr. Oliva. Akamwambia nimemwona Lucas hapo nje. Akamjibu ndiyo, alikuja kuniletea assignment yake usiku huu. Akamuuliza Mr. Oliva, umefuata nini hapa? Nimekuletea chakula, ni kitamu, nafikiri utakipenda. Akamwambia asante kwa kuniletea, ila sikihitaji. Unasema sikihitaji? Asante. Kwa hiyo unataka kuniambia umekataa chakula changu? Ikabidi achukue tu na kumshukuru, kisha akafunga mlango. Mr. Oliva akasema mama, mtoto mtamu huyu. Baada ya siku kadhaa, Lucas akazingatia masomo na kuwa anajibu maswali kwa usahihi mpaka mwalimu Sofia anamshangaa. Akaambia wanafunzi mpigeni makofi. Mpambe akabaki Lucas
Lucas. Kisha akamuuliza tena, can you define semantics? Ila usijali Evelyn, unaweza kutuambia ni nini? Evelyn akasimama akamwambia, madam, kwa kweli sijui maana yake. Lucas akasema ngoja nimsaidie. Baadaye ticha akamkuta Lucas darasani, akachukua kiti na kukaa karibu naye na kumwambia, umenifurahisha sana leo. Kisha akamuuliza, ni kitabu gani cha fasihi unapenda? Akamwambia kitabu kinasema wanaume siku zote ni wadhaifu kwa wanawake, wanapelekea unashinda kufuata utawala wako binafsi na kanuni ulizojiwekea. Kwa hiyo watu wanapofurahia utawala wao na kanuni zao, kuna kitu kilichowasaidia. Mwalimu akawa anamtazama tu Lukasi, hammalizi. Lukasi akamwambia nimefurahi. Mwalimu akamwambia ndiyo, unapaswa ufurahi zaidi. Kisha mwalimu akatoa kitabu na kumpatia Lucas, akamwambia kisome, ukimaliza tutakijadili, na kuondoka zake. Kesho yake mwalimu Sofia akaingia darasani akiwa ameshika mitihani, akawaambia wanafunzi, kiukweli sijapendezwa na matokeo yenu ya mitihani. Ni mtu mmoja tu ndiye aliyejibu maswali yote na kuanza kuwapatia mitihani yao. Kisha akarudi na kuambia, kama mnavyoona sijapendezwa hata kidogo na matokeo yenu, inahuzunisha sana. Lucas pekee ndio kapata majibu yote na kuondoka darasani. Usiku mwalimu Sofia anaongea na mpenzi wake, akasikia mlango unagongwa. Mpenzi wake akamuuliza, nani anagonga mlango usiku wote huu? Akamwambia subiri, nitakupigia baadaye. Mwalimu Sofia akanyanyuka kitandani na kwenda kufungua mlango. Lucas akasema, ni mimi Lucas. Alipofungua akamsalimia, unafanya nini hapa usiku huu wote? Nimekuja kurudisha hiki kitabu ulichonipatia jana. Mwalimu akakipokea na kumwambia, nilisahau kukupongeza shuleni kwa kufaulu. Kisha wakaagana. Kesho yake baada ya break mwalimu akamfuata Lucas na kumwambia, otea nini nimekuletea leo? Lucas akamwambia, una zaidi ya vitabu bilioni 80 kwenye hii dunia. Wewe unahisi ni nini ingehisi kama sio hivyo? Akamwambia, uko sawa, nimekuletea kingine. Mwamba akakichukua na kukiangalia. Mwalimu akamwambia, sasa una nafasi ya kukisoma. Thanks someone amazing. Kweli hata wewe amazing. I know, na kucheka. Lucas akamwambia samani na kumtoa mwalimu kiuchafu kwenye nywele zake. Akamsogelea karibu ili amtoe vizuri. Mwalimu akasema asante. Wakati huo Evelyn, mtoto wa mkuu wa shule, anawaangalia tu. Kisha mwalimu akanyanyuka na kuondoka zake. Siku moja mwalimu Sofia amegombana na mpenzi wake Jide kwenye simu, akaamua kwenda baa kubusi kichwa kidogo. Kumbe Lucas na marafiki zake walikuwa meza ya nyuma. Lucas alipomwona mwalimu Sofia akanyanyuka na kumfuata, akamwambia sex teacher, akamgusa. Kumbe alikuwa yuko chalize kimawazo. Lucas akakaa na kumuuliza, unafanya nini hapa usiku wote huu? Nilipaswa kukuuliza wewe unafanya nini hapa. Akamwambia nimekuja na marafiki zangu kustua kichwa kidogo, hebu angalie. Wamba akamsalimia hai. Mwalimu akajibu okay, kwa hiyo ni mara nyingi unakuja hapa? Hapana, ni leo tu ndio nimeigundua hii sehemu, nimekuja kurelax tu. Akamuuliza, una uhakika uko sawa au upo na mtu? Niko sawa Lukasi, na sipo na mtu yoyote. Je, ungetaka kunywa chochote? Hapana, niko sawa, leo sitaki kunywa. Umeniambia uko sawa, ila macho yako yanadanganya, nishazoea kuona tabasamu lako. Mwalimu akacheka akamwambia, hivyo ndio nimekuzoea. Baada ya kupiga story akaamua kumsindikiza njiani. Ticha akamwambia, Lucas, naomba fanya kitu kimoja kwa ajili yangu. Kitu gani? Nataka uniahidi utaanza kuvaa uniform vizuri kuanzia kesho ukiwa shuleni. Lukasi akamwambia, na kuahidi nitabadilika. Mwalimu akasema, na kuamini. Kesho yake Lukasi akavaa vizuri na kuchomekea, akawa anamsubiri mwalimu Sofia. Akamuuliza, unafanya nini hapa? Wanafunzi washaruhusiwa zaidi ya lisaa. Akamwambia, nilikuwa nakusubiri wewe, nataka tuondoke wote. Mbona sio lazima, naweza kwenda mwenyewe. Hapana, ukiondoka mwenyewe ni hatari kubwa, hivyo naomba tuondoke wote. Jamani Lukasi. Lukasi akamwonyesha njia mwalimu atangulie, hapa kuna kitu kinakwenda kutokea, tusubiri tuone. Usiku Lukasi akamtembelea mwalimu, akamuuliza, naweza kuingia ndani? Ndiyo unaweza. Baada ya kuingia ndani akamwambia, nimekuletea chakula. Akamuuliza, umewezaje kununua chakula? Akamwambia, nina kazi. Kazi gani hiyo? Nina kaba. Mwalimu akashtuka akamwambia, nilikuwa nakutania tu. Ticha akawa anakula, Lukasi akawa anamwangalia tu mwalimu. Akamuuliza, kuna nini? Akamwambia, una kitu usoni. Lukasi akamsogelea karibu ili kumtoa, akapeleka lips kwa mwalimu. Uzungu ukaanza. Mwalimu akastuka, akajiuliza nafanya nini? Akanyanyuka, hii sio sahihi, naomba uende Lucas. Lucas anasema sorry. Mwalimu akafungua mlango na kumwambia, naomba uende. Baada ya kufunga mlango mwalimu akawaelewi imekuwaje tena, nataka kumpa utamu mwanafunzi wangu. Kesho yake asubuhi darasani mwanafunzi mmoja akanyanyuka na kusema, jamani wanafunzi, hii sio kawaida, ni kipindi cha Kiingereza na mwalimu hajawahi kukosa kipindi. Ni kweli hajawahi kukosa kipindi, nini kimetokea? Evelyn mtoto mwalimu mkuu akasema, labda
akamuulize mume wake. Mume wake darasa likashangaa. Ndiyo Lucas. Lucas akauliza nani amesema hivyo? Watu wakamtaja kwa kidole. Nifuate, nasema njoo hapa we chizi. Mpambe akanyanyuka na kumfuata Evelyn na kumwambia nyanyuka. Kilichompata kwa kweli ni aibu kwa hadithia. Lucas alipotoka shule akapita kwa mwalimu. Oh, sexy teacher, habari za mchana? Ni nzuri tu, sijakuona shule leo. Hapana, nilikuwepo, sema nilikuwa na vitu vingi vya kufanya leo, nikaona bora nije kukuona kuhakikisha uko salama. Mwalimu akamwambia Lucas, sexy teacher, naomba uache kuja tena hapa. Nini? Ndiyo, kama kuna kitu chochote ni bora tukutane shule na sio hapa. Kwa hiyo ndo unavyotaka? Ndiyo hivyo, nitaheshimu unachotaka. Na kumwaga na kuondoka zake, huku ammalizi haamini alichoambiwa. Baada ya kuondoka Lucas, ndipo mwalimu akanyanyua kichwa chake na kuendelea na shughuli yake. Kesho yake mwalimu akawa anafundisha. Lucas kawa mpole kama akamwagiwa maji. Baada ya kumaliza kipindi, Lucas akamfuata mwalimu, akamwambia samani mwalimu. Mwalimu hakutaka kusimama kama zamani, akamwambia naomba tuongee. Akamsubiri wakati wa kutoka. Alipotoka akamwambia samani teacher. Akamwambia hakuna ulazima, nitaenda mwenyewe, na kumwacha Lucas akimtazama tu. Usiku Lucas akaja tena kwa mwalimu Sophie. Alipofungua mlango akamuuliza unataka nini? Akamwambia samani, nimekuletea kitabu chako. Akakichukua na kumwambia si ungeniletea kesho tu. Lucas akamwambia nisamee kama nitakuwa nimekukosea. Akamwambia asante, usiku mwema, na kufunga mlango. Kesho yake mwalimu kaingia darasani anafundisha. Lucas hakutokea darasani. Wanafunzi akawa wanajibu maswali tu na kupigiwa makofi. Siku inayofuata Lucas hakuja tena darasani. Mwalimu akaamua kwenda kukaa kiti cha Lucas na kufundisha akiwa amekalia kiti cha Lucas. Mwanafunzi mmoja mmoja akawa ananyanyuka na kujibu swali na kupigiwa makofi, huku mwalimu Sophie anaonekana na mawazo, sijui anamwaza Lucas au Jade mpenzi wake. Siku ya tatu pia Lucas hajatokea, akawa anafundisha akiwa amekalia kiti cha Lucas. Mwalimu kajaa na mawazo, wanafunzi wanapiga kelele, yeye wala asikii. Usiku Lucas yuko na washikaji zake baa wanakunywa. Mara mwalimu Sophie akatokea, akamshtua hey, na kukaa kwenye meza peke yao. Nilikuja nyumbani kwenu, baba yako akaniambia upo hapa baa, ni baa yako unayoipenda. Ndiyo, ni kweli, imepita wiki sasa Lucas sijakuona shule. Lucas akamwambia nilifanya kitu kupata lengo lako. Kitu gani na ni lengo gani? Akamwambia nakupenda. Ndiyo nakupenda, wewe ndo kila kitu. Tisha akamwambia nyamaza, nashindwa kukutoa akilini. Nyamaza, na kuomba usiseme hivyo, sikuwahi kujisikia hivi kwa yeyote yule. Mwalimu akamwambia unaweza kunyamaza? Nakupenda sana Sophie, sijaja kwa mazungumzo hayo, naomba niondoke. Subiri nikusindikize. Usijali, nitaenda mwenyewe. Kama ulikuja kwa ajili yangu, naomba nikusindikize, nihakikishe umefika salama. Ikabidi amsindikize mwalimu Sophie. Kesho yake Lucas yuko darasani, akapokea simu, kisha akachukua begi lake na kusepa. Mwalimu akauliza kimetokea nini? Obele, nini kimetokea? Amepigiwa simu, babake anaumwa sana. Mwalimu akamwambia tulieni, naomba ukusanye assignment na uniletee ofisini. Kisha mwalimu Sophie naye akatoka. Baadaye babake Lucas alifariki, ikabidi aende kwa mwalimu Sophie kupata faraja. Wakati anapewa faraja, mwalimu Sophie akapeleka lipsi mpaka kwa Lucas. Mambo ya kizungu yakaanza. Wakati huo Jide naye anaingia, akastuka. Sophie akasema Jide, unafanya nini hapa? Jide akasema sababu ya uchafu ndio unanisaliti. Uchafu? Tafadhali usiseme hivyo, hatujafanya chochote. Wow, imechukua safari ndefu kuja kusurprise, kumbe nakutana na surprise nyingine. Acha kuwa na mawazo ya kipumbavu. Mwamba akasema Mungu wangu Sophie, nashindwa kuelewa unachofanya. Kiukweli sielewi unachofanya. Mwamba akachukua begi lake na kusepa na kuwatakia siku njema. Lucas akamwambia Sophie samahani. Akasema hapana, hujafanya chochote, haina haja ya kuomba msamaha. Nisikilize, nilikuwa najizuia muda mrefu, nilifikiri sio sawa, lakini kiukweli nakupenda, nimeoza kwako. Lucas akamwangalia mwalimu Sophie na kutaka kusepa. Wakati anasepa, mwalimu akamshika mkono na kumwita Lucas. Lucas alipomwangalia akaonyesha macho ya kuutaka. Lucas akamsogelea, akamshika kichwa vizuri ili mambo ya kizungu yaanze tena. Akamchumwa tena tena akapeka mkono chini, akamnyanyua. Utamu umekolea. Tena akawa nampeleka chumbani, sijua anaenda kufanya nini. Na huo ndio mwisho wa hii movie inaitwa I'm Falling in Love with My School Teacher.